Ndugu zangu wapendwa, naomba niweze kuchukua nafasi hii tuweze kusemezana maneno mawili masaa haya ya asubuhi. Na jambo hili nimelifikiria sana na ninaona ni mzigo kwangu. Kwa hivyo kila kunapoitwa leo najaribu kufikiria ni nini tufanye ili tuweze kufanya mission ambaye ingeweza kumpendeza Mungu 100%. Katika 100% tunafaa kufanya kazi ya Mungu kama anavyotaka Mungu. Na Mungu amechukua kazi yake mikononi mwake, anawapa wajumbe anaowaaminia kupeleka ujumbe huo. Kwa hivyo Mungu akikuchagua leo akufanye kuwa mjumbe, basi haina mjadala tena kwa yoyote yule. Na kwa sasa hivi ni wakati ambao watu wametupa wamekosa matumaini. Kwa hivyo watu wa Mungu kwa sasa wanafaa kuwarudisha watu kwenye tumaini na kuwarudisha watu kumtegemea Mungu. Kwa sababu dunia ambaye tunaishi kwa sasa, ukiwategemea wanadamu, ukiwategemea wanasiasa, inawezekana ukakosa kupata tumaini unalolitafuta. Unaweza ukakosa furaha ya moyo wako kama unavyoitafuta. Katika mfululizo mzima wa kuishi, shetani anapouharibu, basi anakuwa ameharibu kazi nzima na anakuwa amelifuruga kanisa la Mungu. Na kanisa la Mungu likifurugika, basi duniani kutakuwa na matatizo na shida kubwa. Wale watu ambao wanaendelea kusoma Biblia na kusoma matukio ya siku za mwisho, tunafaa kukubaliana kwa shangwe ya kwamba tunaishi katika wakati wa hatari, wakati ambao tunafaa kujielewa na wakati tunaofaa kuenda katika njia sahihi ambayo Mungu angetaka tuweze kuifuata. Kuna matengenezo na uhuisho ambao unafaa kufanyika kwa kila msafiri wa mbinguni. Kuna matengenezo na uhuisho ambao ni wa lazima kufanyika kwangu na kufanyika kwako wewe unayenisikiliza. Tuko katika masaa ya lala salama na shetani anafanya kazi yake usiku na mchana ili aweze kupotosha ulimwengu na ulimwengu uweze kumsujudia. Kwa hivyo ulimwengu unaendelea kuandaliwa namna ya kumsujudia shetani, lakini namna ambavyo anavyojipanga ni kwa njia ya hila, ujaja wa hali ya juu. Kwa hivyo watu wasiposoma unabii wa Biblia hawataweza kuelewa hila na ujaja ambao shetani atautumia kwa ajili ya kulifuruga kundi la Mungu. Ningetaka niweze kuzungumzia tu yale maandiko ambayo tumekuwa tukiyazungumzia kila siku. Na kuna maneno huwa nayarudia sana ya kwamba unapokuwa na uzoea kwamba wakati neno la Mungu linapohubiriwa unakuwa na uzoefu, inawezekana usije ukalitilia maanani na ukaenda kuona kama ni jambo la kawaida. Na mambo yanapoendelea kuwa na watu wengi, hata kama ni makosa kwa Mungu, watu wanaenda kuona kana kwamba jambo hilo limekubalika na Mungu, kwa hivyo ni kama limehalalishwa, wakati bado ni machukizo na linamchukiza Mungu. Sasa ndugu zangu, sisi kama wajumbe ambao tunaendelea kulitangaza neno la Mungu, hatuwezi kulala wakati dunia inapoendelea kuwa namna hii. Lazima tuangalie ni mbinu gani tuweze kuzitumia ili kuweza kuupa walimwengu suluhisho. Kwa sababu wajumbe wa Mungu wanafaa kuokoa ulimwengu kwa ujumbe unaotoka kwa Mungu. Sio ya kwamba walimwengu waokoe watu wa Mungu, haiwezekani.
kuna elimu mbili. Kuna elimu inayotoka kwa Mungu na kuna elimu ambaye ni ya dunia. Tunapopeleka watoto wetu shule, wanasoma, wanahitimu, hiyo ni elimu ya dunia. Kwa hivyo ina maana ya kwamba watoto wetu kando na kuwapa elimu ya dunia, tunafaa pia kuwapa elimu ya Mungu. Elimu ya Mungu anafundisha Mungu mwenyewe, na kitu ya kwanza Mungu anaanzia katika utaratibu aliyoweka. Ningetaka tusome mimi na wewe uone utaratibu ambao Mungu ameweka, na ni utaratibu ambao unaenda kuharibiwa hivi karibuni. Ni utaratibu ambao dunia imekaa vikao kwa ajili ya kuharibu utaratibu huo ambao Mungu aliweka. Kumbuka mada yetu inasema ya kwamba afya njema ni mkono wa kulia wa injili ya kweli, na afya baya ni mkono wa kulia wa uongo ama wa injili ya uongo. Watu wengi wameangukia katika mikono ya waongo kwa sababu ya afya. Watu wengi wameangukia katika mikono ya manabii wa uongo kwa sababu ya afya. Kwa hivyo fuatana na mimi, sitachukua muda mrefu, nitachukua muda mfupi, lakini ningetaka tukubaliane kwa pamoja ya kwamba kuna jambo tunahitaji tulifanye kama watu wa Mungu. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11 mstari wake ni 3, inasema hivi: lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo. Kwa hivyo Mungu ameweka utaratibu anapozungumza na watu wa Mungu duniani. Anasema kichwa cha mwanaume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanaume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Sasa hapo kuna kichwa. Kichwa cha mwanaume ni Kristo, kichwa cha mwanamke ni mwanaume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Kwa hivyo Mungu anapo communicate na watu, ana communicate na watu kupitia kwa Kristo. Naye Kristo anatumia wanaume kwa ajili ya kuwafundisha wake zao, na wake zao nao wanafundisha watoto. Kwa hivyo jamii inafundishwa na wanawake, watoto wanafundishwa na wanawake, kwa maana mtoto ndiye anakaa na mama yake zaidi anavyokaa na baba yake. Kwa hivyo huwezi kumtegemea mtoto akachukua tabia za mwanaume wakati anaposhida na mama yake. Asilimia kubwa ya watoto, awe wa kiume awe wa kike, wanachukua tabia za mama yao ama wanamuiga mama yao, kwa sababu huyo ndiye anayekaa nao kwa muda mrefu. Kwa hivyo ina maana ya kwamba wanaume tunafaa kuwafundisha wake zetu namna ya kuwafundisha watoto. Kwa hivyo kama mwanamke atakuwa mwanamke gaidi, mwanamke asiyesikiliza, usidhani ya kwamba unagojea uwe na jamii ambaye inayotii. Kama mwanamke ataharibika, ujue ya kwamba jamii imeharibika. Na ndio naona Mungu katika Biblia anamfanya mwanamke, anamfananisha na kanisa lake. Kwa hivyo na maana ya kwamba kanisa duniani likiharibika, kanisa duniani likikosa mwelekeo, usidhani ya kwamba dunia kutakuwa tena na amani. Kwa hivyo kanisa linafaa kusimama sehemu ambaye Mungu angetaka lisimame. Kwa hivyo tunafaa kupeleka nuru ya ukweli ya Mungu ambayo Mungu angehitaji dunia iweze kujua. Kwa hivyo Mungu ameliweka kanisa lake duniani kwa sababu analitumia lile kanisa kwa ajili ya kuangazia ulimwengu nuru yake. Kama vile ambavyo mwanaume anafaa kumtegemea mke wake kuwafundisha watoto, kufundisha jamii. Kwa hivyo ina maana ya kwamba mwanaume yoyote ambaye anadai ya kwamba jamii yake itamuona Mungu, lazima awe makini sana kwa mke wake. Na mke ambaye hawezi akamtii mume, huyo ni gaidi, huyo hata si mke ambaye Biblia inamuongelea. Na ndio naona tunapoongelea kuhusu divorce, kuachana haikubaliki na Mungu kwa mwanamke na mwanaume walio na vigezo vya kibiblia. Vigezo vya kibiblia wakiunganishwa na Mungu, hakuna mtu yoyote anafaa kuachanisha hawa watu. Lakini kuna vigezo ambavyo vinaweza kufanya kwamba hata Yesu mwenyewe akaliacha kundi kwa sababu ya kuacha ukweli. Kwa hivyo kama Yesu anaweza akaliacha kundi
kwa sababu ya kukataa ukweli au kutoka kwenye misingi ya kweli, ni hivyo hivyo kunaweza kuwa na kuachana kwa watu ambao wamevunja agano ambalo limewaunganisha. Sasa lengo langu nataka niliongelee ni hili, ya kwamba tunafaa kuwa makini sana kama watu ambao wanapeperusha bendera ya kanisa la Mungu la kweli, kwa sababu tuna makanisa mengi duniani, lakini ukiyachunguza makanisa haya mengine ni ya uongo, hayawezi yakasema ukweli. Ni madhehebu ambaye alitengenezwa, na kwenye alitengenezwa tunajua, lakini washirika wao ni mateka waliotekwa na uongo wa madhehebu yao, kwa sababu hatuwezi kufikiria tu na akili ambazo Mungu alitupa ya kwamba Mungu awe mmoja, Yesu awe mmoja, alafu Biblia iwe moja, alafu kanisa ziwe nyingi. Ni kwa sababu watu wameanzisha makanisa yao. Sasa ili kanisa liwe la Mungu, lazima liwe linasimamia kweli, lazima liwe kinyume kabisa na uongo wowote. Kwa hivyo kanisa linasimama pande ya Mungu. Kanisa ni mouthpiece ya Mungu. Kanisa ni macho ya Mungu. Kwa hivyo kanisa linamwakilisha Mungu hapa duniani, na Yesu alikufa na akamwaga damu yake akilinunua kanisa kwa damu yake mwenyewe. Sasa lazima tuwe makini sana katika hili, lakini ujue ya kwamba duniani lazima kuwe na kitu inaitwa photocopy. Photocopy, kile ambacho Mungu amekiweka ambacho ni original, shetani anatengeneza photocopy yake. Kwa hivyo ninataka niweze kuongelea kidogo tu shindano ambayo watu walidungwa, shindano ya corona. Shindano ya corona tunaweza kukubaliana zote kwa pamoja ilikuwa na ajenda fiche, lakini makanisa yaliungana na WHO kwa ajili ya kuwakubalia watu kudungwa shindano ya corona. Na isipokuwa ninaweza nikasema nikakosa kuwa na ushahidi ambao ni wa uhakika, lakini watu ambao walikuwa ni wazee waliodungwa shindano ya corona, wazee wa miaka 50 kuendelea, utapata ya kwamba wanaendelea kufa mmoja baada ya mwingine, wanaendelea kufa mmoja baada ya mwingine. Biblia inasema siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu ni miaka 80. Biblia ndio inasema hivyo, sio mimi. Katika kitabu cha Zaburi 90 mstari wa 10. Igawa duniani ukisoma Ayubu 14 inasema siku za mwanadamu, mtu yoyote ambaye amezaliwa na mwanamke, ni chache na zimejaa taabu. Kwa hivyo ina maana ya kwamba kuna kupambana, kuna kung'ang'ana katika maisha, lakini Mungu anataka tuishi miaka 70 na kuendelea. Lakini ulimwengu hautaki hilo. Ulimwengu unataka watu wakifikisha miaka 50 wawe wamepelekwa kwenye kaburi, na hiyo ndio makusudio ya shetani kupitia jeshi lake linaloitwa Jesuit Society of Jesus, ambao ni la Vatican City. Sasa hatuwezi kuungana na jeshi la Kristo wa uongo wa hapa duniani. Hatuwezi kuungana na wao kabisa. Tunahitajika kuwa kinyume na wao abadan, hata kama ni kwa vita, hata kama ni kwa kufungwa, hata kama ni kwa lipi. Tunafaa kulipinga wanalo liamsha lililo kinyume na Mungu. Tunafaa kulipiga hadharani bila kuogopa, bila uoga, kwa sababu Mungu hajawapea watu wake roho ya uoga. Sasa niwaulize, leo hii ni halali kabisa wanaume kwa wanaume kuunganishwa doa? Ni halali kabisa wanawake kwa wanawake kuunganishwa doa? Ni halali leo. Mambo ambayo tungeyasikia kwa bali yanatufikia sisi, yako karibu na sisi, na yatakapoendelea kwa sababu ni ajenda iliyopitishwa hata hapa Kenya. Ni ajenda iliyopitishwa kabisa kiulimwengu. Yoyote atakaye amuka kulikemea jambo hili, ujue ya kwamba lazima watapambana na wewe. Ni vile sisi tunaogelea huku kwa street, ni vile tunaogelea huku chochoroni. Kama tungelitokea wazi wazi ulimwengu usikie, usifikiri ya kwamba utalikemea tendo la ushoga alafu ubaki kuwa salama. Ni umeamsha vita na ulimwengu huu ambao shetani ndiye mtawala. Shetani ndiye mtawala wa ulimwengu huu, na shetani anatawala ulimwengu huu kupitia wafalme wa dunia. Wafalme wa dunia wanatumiwa na shetani kugeuza kile ambacho Mungu angependa kifanyike, wanageuza. Wewe una imagine watu wakikaa kwenye meza,
wanaogelea mwanaume na mwanamke, mwanaume na mwanaume waoane. Watu wamekaa kwenye meza wanalijadili hilo swala ambalo hata wanyama wenyewe hawajawahi kulikosea. Wanyama wenyewe hawajawahi kulikosea tendo hilo. Hata wanyama ambayo wanaonekana kuwa najisi, utapata ya kwamba hawajaharibu huo mtindo ambao ya kwamba nguruwe ya kike inapanda nguruwe ya kiume, nguruwe ya kiume inapanda nguruwe ya kike, hata kama na unajisi wake wote wa nguruwe, haijawahi kosea tendo hilo. Na tunaona katika kitabu cha Ayubu 12 mstari wake wa 7 inasema wanadamu wanatakiwa waende kwa wanyama ili wanyama wawafundishe. Kwa hivyo imefika wakati wanyama waweze kuwa walimu wa watu kwa sasa. Na watu wengi wataendelea kuona jambo hilo ni jambo ambalo ni kawaida tu, kwa sababu litaendelea kuongezeka. Kwa hivyo miaka inayokuja jambo la ushoga litakuwa ni jambo la kawaida hapa duniani. Na utakapotoka kulikemea, ndipo utajulikana wewe unafuruga amani duniani, na majina ambayo kama ni shakahola utapewa, kwa sababu unakemea jambo ambalo limekubalika na watu wengi hapa ulimwenguni. Ukiangalia zamani, wanawake walikuwa wanajistiri. Wanawake wale wa mababu wa zamani walikuwa wanajistiri, walikuwa hawajasoma Biblia. Lakini haugeona mwanamke akivaa nguo za kubana. Haugeona mwanamke akivaa nguo ya suruali ama hizi zinaitwa trosa. Haugeona. Wale wazee wetu wa zamani ambao hawakusoma Biblia. Sasa kizazi hiki, na ndio wanasemekana ya kwamba wamesoma Biblia, ni wajiga kiasi cha kwamba haiwezi kusemeka. Sasa inakuwaje kizazi cha leo wanasoma lakini wakabaki kuwa ni wajinga, wakabaki kuwa wao ndio wanaofanya kinyume na Mungu na katika usomi wao. Kwa hivyo watu wanapoendelea kusoma wanaendelea kujimaliza. Watu wanaendelea kuongezeka elimu, wanaendelea kufumbua mambo mageni yaliyo kinyume na Mungu. Lakini leo watu ambao wanadhaniwa kuwa ni viongozi wa dini wanaungana na hayo makosa, wanayasapoti. Ndio naona leo tunawekewa kwenye kanisa. Wacha nikuwekee video hapo. Nimekuwa nikiweka, inawezekana wewe umekuja leo, lakini nimekuwa nikiweka video hii ambayo nataka niirudie, ya kanisa kuunganisha doa ya jinsia moja. Doa ya jinsia moja inauganishwa na kanisa kwa sasa. Kanisa ambalo lingehitajika lihubiri ukweli, kanisa ambalo lilikuwa likemee dhambi, ndilo sasa hivi linaunganisha doa ya jinsia moja. Na haya yanaonekana, na vile yanavyoonekana unapata ya kwamba watu wanashangilia jambo hili. Angalia video kama hii. Leaving the position of Ellen White and the pioneers regarding God of adopting the Catholic position of the Trinity. Absolutely not. The Trinitarian nature of God is not a Catholic position. Okay? If you think it's Catholic, you're misinformed. It's a biblical position, and if you think it's not, you come talk to me afterward and I'll sort you out. The really simple question that you have to ask somebody that claims to be a non-Trinitarian, somebody who says there's only one God and Jesus is his son and the Holy Spirit's just an effervescent power, you just ask them one question, and this is the question. What is the gospel? That's it. Because in a non-Trinitarian world, in a non-Trinitarian universe, what is the good news? That God sacrificed his son? Let me ask you a question. Is that good news? We just learned yesterday that God said that child sacrifice didn't even come into God's mind. It's so repulsive, so foreign, so alien to him. Friends, the good news of the gospel is not that God gave someone else. It's that God gave himself. Greater love has no man than this, that a man would lay down his life for his friends. In a non-Trinitarian or a
Unitarian picture of God, God has sacrificed his son. That's not good news. That's child sacrifice. Question, did our church make a mistake leaving the position of Ellen White and the pioneers regarding God of adopting the Catholic position of the Trinity? Absolutely not. The Trinitarian nature of God is not a Catholic position. Samahani, nilikuwa natafuta hiyo video. It's a biblical position, and if you think it's not, you can nilikuwa natafuta hiyo video. The really simple question that you have to ask somebody that claims to be a non-Trinitarian, somebody who says there's only one God and Jesus is his son and the Holy Spirit's just an effervescent power, you just ask them one question. Samahani kidogo, naomba samahani. Nilikuwa natafuta video, kumbe nilidhani nimeweka ile video yenye nilikuwa natafuta, nikapata kumbe nimeweka ingine tofauti. Lakini iko tu hapa, tutaiweka tu saa hii. Jambo ambalo mimi nataka niliongelee si jambo hilo la Trinity, ingawa video niko nazo hapa za hilo jambo la Trinity. Lakini haikukuwa mada yangu leo. Mada yangu inaongelea kuhusu habari za namna ambavyo ushoga unakubalika kwa sasa hivi ndani ya nyumba zinazodaiwa ni nyumba za ibada. Wacha niweze kuiweka. Basi ndio hiyo. Samahani, nilikuwa nimeiweka ile ambayo sio hiyo. All right. Now the next line says, please join hands. We already do. They wrote some special vows they're going to repeat. First, I'm going to have Chris do them, and then we'll have Eric do them. All right. Mindful of the fact, I get it down to a minute. They haven't timed it, so when we're still here tomorrow, Eric, repeat after me. And this is his statement to Chris. Today I love you completely. Today I love you completely. As I did yesterday. As I did yesterday. And I will tomorrow. And I will tomorrow. I will hold you in my heart. I will hold you in my heart. Just as I hold you in my arms. Just as I hold you in my arms. I will laugh with you. I will laugh with you. I will cry with you. I will be your best friend. I will be your best friend. I will be your husband. I will be your husband. When you're not within my sight. When you're not within my sight. You'll be within my thoughts. Jambo hilo igawa ni jambo ambalo nimekuwa nikiliweka hapa kwa muda mwingi. Angalia, kiongozi wa dini anawaunganisha wanaume wawili ya kwamba wanatengeneza doa. Doa ya mwanaume kwa mwanaume ni doa ya ushoga. Jambo ambalo Mungu hajalikubali. Lakini dini za leo zimekubali. Kwa hivyo ina maana ya kwamba wale ambao wanaweza kutegemewa sasa waseme ukweli ndio wameungana na dunia kusema uongo. Kwa hivyo lazima Mungu awe na watu wake haswa watakao kuwa wanasema kweli na watakao kosa kuungana na uongo. Sasa kwa sababu dunia imeharibika, dunia sio mahali pa wanadamu kukaa tena, ndio Mungu ameamua kuimaliza dunia kwa muda usiobali na kuweza kuuba dunia ingine mpya, kwa sababu hii ishaharibika. Kwa hivyo ina maana wale wanaoishi katika dunia hii sasa wanatakiwa kuwa akili zao haziko tena kwenye dunia hii. Wanatakikana kuwa wanatazamia bingu mpya na nchi mpya. Inawezekana jambo hilo kwa kusemwa sana limekuwa ni jambo la kawaida. Kwa hivyo kuna watu ambao hawalitilii maanani. Hapana, kwa sababu kila saa, kila wakati watu wanarudia hiyo. Yesu anarudi. Dunia inakuisha, lakini ukuishi. Sasa unaona yakana kwamba ni kawibo ambao kataishi kuibwa. Lakini ndivyo ilivyokuwa wakati wa Nuhu. Wakati wa Nuhu watu walikuwa wanadhani hivyo. Sasa lengo langu ni hili. Ninataka unisikilize kwa makini. Mungu kwa dunia hii anataka watu wote waokolewe. Hataki mtu hata mmoja apotee. Kwa hivyo kuna kitu inaitwa great controversy kati ya shetani na Mungu. Kuna great controversy. Na hii great controversy ambayo inaendelea kwa sasa, lazima ujue ya kwamba wenye kubeba ujumbe wa Mungu
lazima wanapoenda watatue matatizo yaliyowakumba watu kutoka kwa shetani. Shetani anawatesa watu kwa sasa. Watu wengine wana mapepo, wamewekwa mapepo. Na vile wamewekwa mapepo, wanahitaji wawekwe huru. Tunaona Yesu alipokuwa anaenda katika mishoni yake, alikuwa anawaweka huru waliokuwa na mapepo. Anayakemea mapepo na inaondoka. Kwa hivyo ina maana tunapoenda katika mission, lazima tupatane na watu walioonewa na shetani, wakiwa na mapepo wabaya, na ndio Yesu alipowatuma. Ukisoma kitabu cha Luka 10. Katika kitabu cha Luka 10, Yesu aliwatuma wanafunzi wawili, walikuwa ni 70. Akawatuma wawili. Hao walipoenda wawili, walirudi na ripoti. Walirudisha ripoti ya kwamba hata pepo wametutii kwa jina lako. Kwa hivyo ina maana ya kwamba wapeba ujumbe lazima hata mapepo wawatii. Kwa hivyo jambo hili la watu wanaopeleka injili, lazima tusije tukakibia shida. Watu ambao wana shida wakitukibilia, hatuwezi kuwakibia. Tunatakikana kuwa na suluhisho ya shida wanazozipata leo. Kwa mfano, wacha niweze kuweka video moja hapa, alafu ni kuonyeshe kile ambacho nataka kueleza. Ninaeleza ya kwamba watu wengi leo wamejipata kwa shida kwa sababu wametegemea manabii wa uongo watatue shida zao. Ndio naona leo watu wagonjwa wamekibiria kwa manabii wa uongo, lakini hawajaweza kupata nafuu. Hebu tusikilize hii ya Pastor Ng'ang'a. Diabetes ni umetoka wapi? Naivasha. Umetoka Naivasha. Ugonjwa wa sukari. Yeah. Ugonjwa wa sukari ni nini? Mtu unapenda sukari sana ama unasikia nini? Is a lifestyle. Lifestyle? Yeah. You want sugar? No, situmiagi sukari. What is diabetes? Causes what? Ni pancreas yako inakosa kutoa insulin. Pancreas yako inakosa kutoa insulin. Pancreas ni nini? Ni Kikuyu ni rwariyogo. Oh, inashindwa kuchuja. Yeah. So you drink a lot of water? Yeah, I drink a lot of water. Kama sahi niko na kiu sana. Sahi. Una kiu? Zaidi. Alafu inaua nini gine? Nikikunywa, nilikuja kurealize mwezi wa 10. Sasa ile kitu ambaye nataka kuzungumzia kuhusu jambo hilo, inasema ya kwamba huyu ni ugonjwa wa sukari. Ugonjwa wa sukari. Sasa naomba tuone njia itakayotumika kumtibu ugonjwa wa sukari aliyogojeka. Ugonjwa wa sukari kwa watu wengi ni lifestyle yao. Lifestyle ambayo wameishi ikakuja ikaleta ugonjwa wa sukari. Kwa hivyo ni maisha marefu, ama mtu ameishi katika miaka mingi kutengeneza ugonjwa wa sukari. Ugonjwa wa sukari unatengenezwa katika lifestyle. Lakini kulingana na Ng'ang'a, ugonjwa wa sukari ni pepo. Kwa hivyo anatibuje? Angalia. Sukari inaua hiyo kitu yako ya wanaume. Yeah. Inaua? Yeah. Kana kwisha? Unaisha. Unaisha. Kana maliza kabisa. Unabaki sinema. Don't say that. Sure. Mtu kama wewe unabaki sinema kia mtu. I'm 46 years and you can't. What? Yes. My friend, you sound funny. Yeah. You are 46 and you can't. Yeah, you can't. I met you this year. Nimekutana nawe mwaka huu nikashinda. Just a minute. Uko 46 na you can't. Imagine nimeshindwa mwezi wa 10. Mimi niko na 67 na I'm good. I know you from nakujua kutoka zamani. Oh, unajua sijui. Touch. Come out. Lea hapa. Piga ndoro. Lea sana. Piga ndoro. Sasa nikuulize, hata kama wewe ni mjinga kiasi gani, kama wewe hata akili utumii zenye umeenda nazo shule, una akili zako zenye umezaliwa nazo, unataka kuniambia huyo mtu anatibiwa ugonjwa wa sukari vile amefanywa hivyo?
Sasa nataka nikueleze namna ambayo shetani anatumia leo kuwazuia watu kupata afya zao. Shetani, kitu ya kwanza, anaharibu mtindo wa watu wa kuishi kupitia chochote anachotengeneza leo. Shetani anauza kwa duka. Vitu ambavyo vinauzwa leo sokoni, vitu ambavyo vinauzwa leo kwenye masupermarket, zina utaratibu wa shetani wa wewe ukila au ukinywa, miaka inayokuja wewe umeadhirika na ugonjwa. Ima ugonjwa wa kisukari, ima ugonjwa wa pressure, ima ugonjwa wa kansa. Kuna magonjwa ambaye yatatengenezeka katika mwili wako kwa namna unayoishi. Uruke juu, uaguke chini, huo ni ukweli na upingiki. Huo ni ukweli na upingiki. Na ninawaambia hivi, si kuna watu walipaga laini wakaenda kudugwa shindano ya corona. Kuna watu leo wako na kansa za damu kwa sababu ya kuadhirika na ile shindano waliodungwa ya corona. Mimi nataka nikuulize, shindano ya corona ilikuwa na maana gani? Kama unatumia akili zako, ilikuwa na maana gani? Ina maana ya kwamba kansa ilihama ikaenda wapi? Kansa ilihama ikaenda wapi? Wakati watu walipodugwa shindano, wakadungwa, waliwekewa vitisho, wakaambiwa hautasafiri, hautaenda sijui wapi, hautafanyiwa hili na serikali paka udungwe shindano ya corona, paka udungwe. Ni nini kilikuwa kimejificha katika swala hili la shindano ya corona? Inawezekana watu wakakosa kusema kwa sababu ya kuogopa nguvu ya kidola. Nguvu ya kidola inaweza kuogopesha watu kusema jambo hili, lakini watu wamenyamazia kwa ndani. Watu wamenyamazia kwa ndani, wanasema tukisema hili nguvu ya kidola itatuonyesha kivumbi. Na kuna watu wengi sana leo hawawezi kusema ukweli kwa sababu ya kuogopa nguvu ya kidola. Hawawezi, ama kuogopa mahali ambapo wanakulia, kwa sababu mahali wanakulia pataharibika. Kwa hivyo kuna watu hawezi kusema ukweli kabisa kwa sababu ya kuogopa kupoteza kazi au kushikwa kupelekwa mahakamani. Sasa hata mimi siwezi kutaka leo kwenda mahakamani, siwezi taka leo kwenda jela, siwezi kutaka kwa sahihi. Lakini kama muda imefika, hata Yesu wakati alipokuwa anatafutwa na Wayahudi wamuuawe, Yesu wakati mwingine alikuwa anaenda anajificha, anasema mtanitafuta hamtaniona. Lakini wakati muda wake ulipofika alijitokeza, akasema huu ndio wakati wenu, na mamlaka ya giza ndio wakamkamata, akatiwa mikononi mwa wenye dhambi. Sasa leo watu wa Mungu hatutakubaliana kabisa abadan na yale yanayoendelea leo katika mkono wa adui anaotawala dunia leo. Niwaulize, hivi Biblia inaposema ya kwamba katika Ufunuo 13, maana hii ndio kichwa yangu ya mada full time, na nitajenga hapa mada zangu zote hapa, kwa sababu huyu ndiye adui ambaye tunafaa kumfunua. Huyu ndiye adui tunafaa kueleza watu wamuepuke. Kuambia watu tu wataenda biguni, haleluya, acha dhambi. Ni dhambi gani hii ambayo wanaacha watu wa Mungu? Ni dhambi gani utawaambia watu acha dhambi? Wengine watasema basi kuna mtu ambaye ni mzinifu, kuna mtu ambaye anafuta bangi, kuna mtu anafuta sigara, kuna mtu anafanya nini, hivyo hizo zitaongelewa. Lakini dhambi iliyo kuu zaidi ni wakati watu wanapotolewa na mfumo kwenye sehemu ambaye wangeweza kufanywa watakatifu bila nguvu zao. Ngoja sikiliza hili. Ufunuo 13 nimekuwa nikisoma mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Inasema hivi: kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe 10 na vichwa 7. Mungu hawezi kusema tu ya kwamba mnyama ametoka baharini bila sababu yake. Lakini watu wengi leo injili kama hii hawataki kusikia. Wanataka injili ya kucheka, hii ya kina Kiengei. Kuna Mkikuyu mwingine hako hapa anaitwa Kiengei, kanisa lake ni kucheka kutoka asubuhi mpaka jioni. Ukimuuliza habari ya andiko hili hawezi kujua, atajuaje? Leo watu wako kwenye makanisa tu kwa sababu walizaliwa ndani, walilelewa ndani. Ukiwauliza kenye wanajua hawajui kitu. Ni watu wanaitwa kanyaga twende. Sasa hapa inasema kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vileba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Huyu joka ni Shetani, amepeana uwezo
na nguvu kwa huyu mnyama. Sasa inasema katika mstari wa 4, wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Nao wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye naye? Ni nani afananaye naye mnyama huyu? Ni nani awezaye kufanya vita naye? Kwa hivyo ina maana ya kwamba mnyama huyu ni wa kutisha, hakuna mtu anaweza kupigana naye. Lakini tunapoenda kwenye kitabu cha Wathesalonike wa pili 2 mstari wake wa 7, inasema Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake. Kwa hivyo yule ambaye anaweza kupambana na mnyama huyu na kumuondoa duniani ni Yesu peke yake. Kwa hivyo tunapokuwa hapa duniani tukiwa chini ya mnyama huyu ambaye amepewa mamlaka na shetani, ambaye anamtumikia shetani, ujue ya kwamba hatuna amani duniani. Atatupa afya baya, atahakikisha tumegojeka, atahakikisha hata kiroho tumegojeka. Lakini watu wanaona tu mambo yako sawa, watu wanaona vitu vya kawaida tu, lakini dunia haiko kwenye kawaida tena. Dunia imeharibika, dunia imeenda katika mkondo mwingine, mpaka watu wa Mungu wainuke, walio na roho ya Elia waweze kumwambia Ahabu dhambi yake na waweze kumwambia Jezabeli dhambi yake. Ahabu ni kanisa, ni papasi kupitia popu. Yule popu ambaye anakaa Vatican, huyo ndiye Ahabu wa leo, na ndio naona wafalme wote wa nchi wako chini yake. Wao unafikiri tu ni kiongozi tu wa kanisa, kwa sababu watu wengi wanajua tu ni kiongozi tu wa kanisa. Sio kiongozi tu wa kanisa. Popu ni kiongozi anayeongoza ofisi yoyote ya kiserikali leo duniani. Na ndio naona kwa sababu kupitia serikali ya Kirumi uko bali, wakati wa akina Konstantino wamekuja hivi, hawa mapadri hawa shetani anawatumia leo. Lakini unafikiria kwamba kuambia mtu hivyo ni rahisi? Unafikiri mtu kukubali hivyo ni rahisi? Kwa sababu wamekuwa katika mtindo huo. Sasa kupitia ile papasi, nataka niweke picha hapa na nieleze. Ukikubali wewe kubali, ukikataa kataa. Unajua siwezi kukulazimisha ukubali mimi. Hapana, siwezi kukulazimisha. Kukubali ni kwako, kukataa ni kwako. Siwezi kukulazimisha, lakini nitakwambia ukweli ambao hautaweza kupinga. Sasa hapo kuna kofia iko hapo. Ukiangalia katika hiyo kofia ambayo imeandikwa Vicarious Civil Day. Vicarious Civil Day, waulize Wakatholiki wote duniani watakao kuambia Vicarious Civil Day maana yake nini, ni wachache sana. Hawawezi kujua kwa sababu ni watu tu kanyaga twende tu. Ndani ya kofia ya papa imeandikwa majina hayo, Vicarious Civil Day. Kwa nini iandikwe majina hayo? Kwa nini tusiandikiwe kwa Kiswahili ama Kiingereza? Kwa nini tumeandikiwa kwa lugha ya Kilatini? Anasema in praise of Jesus Christ. Yani ina maana ya kwamba huyu ambaye nimekuwekea hapo ni mamlaka ambaye ni Kristo wa hapa duniani, amekaa kwenye kiti ambaye Yesu anafaa kukaa. Sasa Yesu alipokuwa hapa duniani, Yesu hakuna kiti chochote cha siasa alisimama. Yesu hakuna kiti yoyote ya siasa alisimama, lakini huyu anaitwa Vicarious Civil Day, ni president wa nchi inayoitwa Vatican. Swali kwa wale ambao mnasoma na mwenye mnajua historia, ambaye mnajua vitu, ni kuulize swali. Vatican kwa sababu ni nchi ambayo iko na rais wake, ambaye rais wake anaitwa Baba Mtakatifu. Wanajeshi wa Vatican wanaitwaje? Jibuni hiyo. Utaona watu wengine ni matusi tu, kejeli tu, na hawawezi kujibu. Wale wanajeshi ambao ni wa Vatican. Vatican ni nchi ambayo iko na watu wachache sana. Ni kainchi ambapo kako katika Italy. Italy ni nchi. Ndani ya Italy kuna kainchi kadogo kanaitwa Vatican, ambao Biblia ishaeleza, inasema ya kwamba atanena maneno kinyume chake aliye juu. Anasema ya kwamba kuna pembe dogo itakayetokea katika nchi za Ulaya, na hiyo pembe dogo itakayetokea itapigana na Mungu hapa duniani. Kwa hivyo kupitia Vatican, kiongozi ambaye anakaa Vatican ni kiongozi ambaye atabadilisha taratibu zote za kimungu na watu hawatajua, kwa sababu atabadilisha kwa siri. Sasa leo ukiongelea kuhusu system hii, ujue ya kwamba wewe ni adui wa dunia kwa sasa. Ukitaka mpendane na watu, unafikiri kanisa la Katoliki liko na watu milioni ngapi? Unafikiri kumuongelea popu, unafikiri watafurahi? Hawawezi kufurahi, kwa sababu wanajua ni baba yao. Wakati Biblia inasema msimuite baba hapa duniani, kwa sababu baba wetu ni mmoja wa mbinguni. Wanataka kuniambia hawajasoma hiyo haya, lakini bado wanamuita Baba Mtakatifu. Wanamuita bado Baba Mtakatifu. Lakini mimi sitaki kuongelea hilo. Mimi nataka niongelee in praise.
ni kiti gani anachokisimamia hapa duniani. Huyu kiongozi ambaye anakaa Vatican anasimamia nini hapa duniani? Niwaulize, wakati corona ulipokuwa ni ugonjwa wa kidunia, alikuwa anasimama anatangaza sheria za corona duniani akiwa nani? Wakati yeye ni bishop wa kanisa Katoliki, wakati yeye ni president wa Vatican, alikuwa anatoa sheria za corona akiwa nani? Maana ulikuwa unasikia Baba Mtakatifu amesema watu wavae corona, Baba Mtakatifu amesema. Baba Mtakatifu alikuwa anasema kama nani? Si angeambia watu wa Vatican ama waambia washiriki wa Katoliki? Sasa alikuwa anatuambia sisi kama nani? Dunia ilikuwa inaongelewa kama nani? Alikuwa anakuwa spokesman wa dunia kama nani? Alikuwa anakuwa spokesman wa dunia kama nani? Alikuwa anaongea kama mwenyekiti ambaye anawakilisha dunia mzima kwa ujumla. Kwa hivyo system hii, ukubali ukatae, ndio system ambaye leo inatoa sheria kwa dunia. Na ndio unaona sheria ya Jumapili ilipowekwa, hakuna rais yoyote duniani, na kama unaweza kuniprove wrong, naomba uniambie ni rais gani anakuwa kwenye ofisi siku ya Jumapili? Ni rais gani ambaye anakuwa kwenye ofisi siku ya Jumapili? Nani? Hakuna rais yoyote, awe ako Warabuni, awe ako kwa Wahindi, ofisi siku ya Jumapili inafungwa. Unafikiri wanakuaga wanamtii Mungu kwa sababu leo watu wanasema Jumapili ni siku ya ibada? Unafikiria Waislamu wanaendaga, rais wa Waislamu wa Warabuni anafunga ofisi yake Jumapili anaenda kanisa? Hapana, anatii sheria ya mamlaka hii. Sasa mimi nataka niongelee kuhusu jambo la afya, kwa sababu afya ni kitu cha maana sana. Hata tuhubiri na watu ni wagonjwa, sijui tutakuwa tunafanya nini, kwa sababu watu wakiwa wagonjwa paka tuwe na suluhisho ya matatizo ya magonjwa yao. Hilo ni jambo la lazima, na kama halitakuwa la lazima, basi injili yetu na ya mitume, injili yetu na ya Yesu itakuwa injili mbili tofauti. Shetani ameharibu afya za watu kupitia vitu ambavyo tunanunua na pesa zetu. Biblia inasema msitumie pesa zenu kwa kitu ambaye si chakula. Chakula ni kitu ambacho kinakupea afya kwa mwili, lakini chochote ambacho kinaadhiri mwili wako si chakula tena. Si chakula tena. Kwa hivyo lazima, na ndio naona leo kuna ujumbe ambao watu wanaambiwa tokeni mijini, edeni vijijini, alafu mkule vile ambavyo mnalima. Unajua kuna watu leo wanasema kwamba sisi ni reforma, sikuli nyama. Sikuli nyama. Mimi sijasema nyama watu wakule, na sijasema kwamba watu ambao wanakula nyama wataenda jehanamu. Hapana, sijasema hivyo. Kile ambacho ninasema ni ya kwamba lazima watu ambao wanakaa katika miji lazima wajiadhari na vitu vilivyo na kemikali. Kemikali imefanya watu wengi wagojeke. Kemikali, vitu ambavyo tunanunua kwa pesa zetu, alafu tunaweka kwa safuria tunapika. Tunaona Biblia inasema mauti iko safuriani. Mauti iko safuriani. Wewe unachukua safuria yako, unapikia watoto wako mauti. Wanagojeka. Wanagojeka. Na wacha niwaeleze, kupitia hizo supermarket ndio zitakazotumika kuwafanya watu duniani kuwa kama Sodoma na Gomora. Tutajipaka mafuta, tutaoga na sabuni ambao wametengeneza wao, itakao wafanya watu kuwa na feelings. Utapata wanaume kwa wanaume wamepata feelings yani wanapata kuoana. Na uone jambo hili limekuwa kubwa, linaendelea kuongezeka na litaendelea kuongezeka kwa sababu shetani anaendelea kuwadaa watu katika jambo hilo. Sasa shetani anatumia binu. Binu ambaye anatumia shetani, kitu ya kwanza anatengeneza madawa kupitia WHO. Madawa ya WHO yamewapeleka watu mamilioni kwa mamilioni kwenye kaburi. Utanielewa tu. Madawa ya WHO yamewapeleka watu mamilioni kwa mamilioni makaburini kwa sababu yana madhara yake. Yanaharibu ini, yanaharibu figo,
wakati ambapo wewe umezoea kuyameza, kwa sababu yana kemikali zinazoenda kuharibu ini, zinaenda kuharibu figo. Lakini niwaulize, ina maana ya kwamba bila hizo dawa zinazotengenezwa na WHO, hakuna dawa zingine zinaweza kutibu watu wakarudiwa na afya zao bila kuharibiwa, bila kupata madhara mengine? Kwa sababu ukimeza kidonge unapona dakika 2, lakini madhara yatakayokuja ni makubwa kuliko yale ambayo unakimbia. Leo watu ambao wako na pressure wako kwa shida kuliko pressure yenyewe, kwa sababu wale ambao wanatumia madawa ya pressure leo, kesho utasikia kwamba figo imefeli, utasikia kwamba maini yameharibika. Sasa pressure itatumika kuleta magonjwa mengine zaidi ya yale unatibu. Ugonjwa wa kisukari hivyo tu, ugonjwa wa kisukari hivyo, magonjwa mengi hivyo tu. Lakini sasa nikuulize, zamani kuna vitu unajua, hapa Kenya igawa wanapeana cheti za watu ambao wanauza madawa ya WHO, lakini kuna cheti kingine kinaitwa cheti cha traditional medicine, madawa yanayotumia mimea, matunda. Madawa haya hayana madhara, ni kama chakula tu unayokula. Igawa yanatibu polepole, lakini yanatibu kwa uhakika, na hayainui madhara mengine. Sasa mimi nimewaeleza kwa muda mwingi ya kwamba kama ingewezekana ni waondoe watu kwenye madawa ya kemikali, watumie haya madawa ambayo ni ya traditional medicine, madawa ya kutengenezwa na mimea, wangekuwa safe kuliko kutumia madawa ya kemikali. Na kwa sababu shetani ameweka watu mindset ya kwamba mpaka mzungu aogee ndio upone, mpaka dawa ya kemikali ndio upone. Sasa ina maana hata haya madawa ya traditional medicine, madawa ya kienyeji, hauwezi kuyakubali kwa haraka, igawa naye shetani amewatumia tena waongo kwa hizo madawa. Wengine wametumia hizo madawa kudanganya watu. Lakini mimi nataka niwaeleze kuhusu haya madawa ambaye, naomba uje unifinyie hapo nyuma, haya madawa ambayo yanatibu. Kwa mfano hapa kuna kitu kanaitwa Kaene. Naweza kuwa sina maneno yaliyonyooka sana kueleza, lakini nimejikakamua niweze kukueleza. Kaene pepa. Hii ni dawa. Wewe unaweza kukosa kusikia, unaweza kuchukulia kwa mzaha, lakini hii ni dawa ya watu walio na magonjwa ya tumbo, ulcers, inatibu. Sasa unafikiri hapa kuna kemikali iko hapa ndani? Hapa kuna kemikali. Unafikiri utauziwa 10,000? Ni kitu ya pesa kidogo tu, lakini inaitwa king of medicine. Wewe unaenda kununua dawa ya kemikali wakati umeacha hii. Hii ni painkiller bado. Na inapo painkiller inakuja inatibu ugonjwa ambao unakusumbua. Wakati ambapo wewe ufanye research, Kaene ni pesa ngapi? Si uende hata kwa supermarket ununue. Si lazima hata nikuuzie. Enda kwa supermarket hata ununue. Enda utaimu mtu ambaye pressure yake imepanda, umwekee Kaene kijiko nusu, ukoroge, alafu ameze. Alafu akae dakika 15, uende umpime. Uniambie kama hiyo pressure haitakuwa imerudi normal. Sasa itakuwa imerudi normal, hata kama itapanda baadaye ukunywe tena, haitakuwa na madhara Kaene kwenye mwili wako, kwa maana haina kemikali. Unaona? Kuna hii activated charcoal bado ni king of medicine. Ni madawa ambaye yatakusaidia wewe. Hizi ni madawa ambayo hautakikani kukosa kwa nyumba hii, na si pesa mingi. Unaona? Lakini mtu akiona makaa iliyosiagwa alafu aambiwe akunywe, na kiburi yenye imemujaa, anaona kana kwamba hawezi kunywa makaa. Hii makaa kuweka kwa glasi, uweke kijiko moja, ukoroge. Wale wako na H pylori, wale wako na ulcers bado, haya makaa yanatibu. Yafanye kuwa mazoea, si ati kwamba unataka ukunywe kijiko moja upone. Hapana, ni uweze kunywa kwa kufuatanisha. Magonjwa mengi yaliyojificha katika mwili wako utapona.
Sasa hii inatakikana uende shule, uende usome, upewe PhD ndio kuja ueleze watu kuhusu kaene na kuambia watu activated chako. Haya ni hakuna madhara yoyote iko hapa ndani. Hapa hakuna madhara yoyote. Niliwaambia nitawapea namba za wale ambao watakuwa wanawatumia madawa haya yenye si pesa mingi, pesa kidogo, na ni sure bet yanakusaidia na hayana madhara. Lakini wewe kwa sababu mimi ninaongea, unaona kama mimi ni mjinga. Unataka mzungu aje anieleze ni vile nitakavyosema, ama ni uone nimewekwa kofia hapa sijui PhD ndio uweze kunisikiliza. Tafadhali, kuna hekima ya Mungu ambayo inaweza kufanya vitu ambavyo hata watu wana elimu hawezi kufanya. Hizi dawa mbili hizi nimekuambia hivi, unaona hapa ukiunganisha sasa, ukiunganisha kwa mfano, uunganishe dawa hii. Hii dawa ni miti imesiagwa hii. Ni miti imesiagwa, hakuna kemikali iko hapa. Ukiunganisha na hii ya muringa hii, ukiunganisha dawa hii ya muringa na hizi, uweze kuzitumia tu kama chakula yako. Wewe ni mgonjwa, uko mgonjwa kansa, uko mgonjwa high blood pressure, uko mgonjwa kisukari, ukaweza kuyatumia haya madawa. Ni chakula tu, maana ni miti imesiagwa. Na ni pesa kidogo tu ambayo watu wanatoka hapa wanaenda wanatumia mamilioni ya pesa na hawapati kupona. Hawapati kupona. Wanatumia madawa ya kemikali, hawaponi. Sasa kama wewe utahitaji hizi, nitakuweza kukueleza namna utakavyopata. Hiyo nimekuambia. Hapa kuna dawa ya blood pressure. Hapa kuna muringa ambayo iko hapa. Hapa kuna kaene iko hapa, na hapa kuna activated chako iko hapa. Nimekuwa nikieleza habari za hii jina inaitwa Dear Care hii. Ukizichanganya hii muringa na hii, ukizichanganya, watu ambao wako na kansa, uweze kutumia hii. Unaweka kijiko, unachemsha maji, unafunika, unakunywa kabisa. Kwani ugonjwa umetengeneza na miaka 5, unataka uponye na wiki moja. Unakunywa. Inawezekana ukaenda ukikunywa ukitumia hizo zako zenye unatumia, lakini ukiona hizi zinaendelea kufanya uwe normal katika maisha ya afya yako, unaziacha hizo za kemikali, unaendelea na vitu kama hizi na unaendelea kuweza kupona. Sasa hapa niko na ingine iko hapa ingine iko hapa inaitwa hibiscus. Kuna watu ambao wana mafuta mengi kwa mwili, kuna watu wako na pressure bado. Hibiscus inasaidia kupunguza weight na inapunguza pressure, inapunguza kuna kitu naitwa mafuta ambayo yako kwenye mifupa haya ya damu. Hapa hizi ni vitu ambavyo ni pesa kidogo tu na wewe unapona. Hapa niko na wale ambao wameharibika figo. Inaitwa kidney special. Inaonyesha namna ambavyo figo inakuwa na kama inakuwa na tumchanga na mchanga wakati inafeli. Unapata ya kwamba hii figo inaharibika, lakini hii inakutengenezea figo na ni dawa ambayo haina madhara. Hii ni ya figo hii ni ya figo na si pesa mingi. Hizi ni za figo. Kuna hii ya UTI, wale ambao wanataka UTI, wako na UTI hizi. Wanawake ambaye wakitumia madawa za kupaga uzazi, unapata mwezi wao hauendi wakati wanaotaka. Hii inarudisha hali yako ya sawa. Hii kama umetumia madawa ya kupaga uzazi, saa hii hata ukitaka kupata mtoto hupati. Unarudisha himino zako, zinarudi katika sawa. Zinarudi katika sawa. Himino minisolio moderator hii haina kemikali yoyote. Hizi dawa zote, hakuna dawa hapa iko na kemikali. Ya UTI hii nayo ni ya figo, unaona? Hii nayo bado ni ya UTI hii. Hii naye ukitumia kama vile ambavyo imeelezewa hapa, inaelezewa inatibu magonjwa mengi. Niliona wale ambao wametumia ni wamama wazee. Wale wanatuma shida wanapelekewa, na wakitumia unapata ya kwamba wanapata afya yao, inawarudia afya yao. Shetani anataka wewe ujiharibu kwa madawa ya kemikali. Shetani anataka wewe uende kwa nganga akuagushe, akwambie umepona ugonjwa wa sukari.
hizo ni njia za shetani zinazoweza kukuagusha. Kwa hivyo mimi ile kitu nataka niwaeleze ni kwamba hapa kuna hemorrhoid wale wanako na hemorrhoid. Tumia hii dawa shilingi 200 peke yake. Ukitumia kama dawa za 600 ama 800 utakuwa umepona ugonjwa wako wa hemorrhoid. Ugonjwa wako wa hemorrhoid. Wale ambao wanataka kupunguza weight, mafuta, hii nayo inatupunguza mafuta, lakini sio kupunguza tu mafuta, ni lazima wewe nawe ubadilishe namna yako. Uweze kula vitu vya mafuta alafu uweze kunini? Uweze kupunguza weight yako na cholesterol. Kuna hii ambayo ni ya kuosha damu inaitwa safi. Hii ni ya kuosha damu. Na kuna ingine iko hapa ambaye ni ya H pylori na magonjwa yote ambaye ni ya tumbo, hata ansans inatibu. Kuna hii inaitwa hair remover. Hair remover nyingi ni zile ambazo unaweza kutoa hair remover, kusema kama utoe huku unapata ya kwamba umeachwa kama umewashwa, lakini hii haina madhara yote. Inaitwa hair remover. Alafu kuna mafuta. Haya ni ya kujipaka. Haya hii imetengenezwa na kokobata hii, na hii nayo imetengenezwa na aloe vera, na hii nayo imetengenezwa na mwarobaini. Hii ni mafuta ya kujipaka ambaye haina kemikali ndani yake. Wachana na supermarket kwa sababu huko ndio utakapoweza kuwa customer wa magonjwa mengine. Hapa kuna ingine ya kisukari iko hapa, na kuna ingine hapa ni ya pressure. Yaani ziko hapa dawa zenye hazina kemikali ambazo unaweza kutumia na hali yako ikakurudia vizuri. Hizi ni za kupaka joint. Wale ambao wako na machungu ya joint wanaweza wakatumia hizi. Kuna kitu inaitwa National Detox Juice hii. Natural Detox Juice hii. Nayo ukitaka utaweza kupata. Kwa hivyo madawa yako hapa. Wale ambao ni wazee ambaye katika hali yao ya bedroom imekuwa matatizo, maana kuna matatizo ya bedroom. Kuna matatizo ya bedroom ambaye yako kwa wale ambao wameoa. Wale wameoa wanajua ni nini kinakuwa bedroom na shida ya bedroom ni gani. Sasa hapa kwa wale ambao mna tatizo za bedroom, hapa kuna dawa yake hii dawa ya bedroom hii. Wale ambao wako bedroom, kuna watu wananipigia simu wanagombana. Msigombane tena. Chukueni hizi na mtaweza kurudia hali yenu ambayo ni mzuri. Unaweza ukakubali ukatumia. Na kuna wale ambao uso wao umetoa lasich vitu kwa uso. Inarudisha uso wako vile unavyokuwa uso wako vizuri. Tumia, maana mimi nishazipitisha na mimi nishakubaliana nazo kwa sababu nimetumia hii. Sababu yenye mimi kupitisha hii kitu nimetumia, acha nikuonyesha zenye nimetumia hapa, zenye naweza tolea ushuhuda ni hii. Ni ya nywele, bibi yangu ametumia, nywele yake ikatiki, hiyo nikapitisha light iko sawa. Alafu nikatumia hii ingine, pressure yangu ikarudi normal, nikapita light. Alafu kuna wale ambao nimewatumanishia dawa hii ya kisukari, nataka wanipe majibu. Kwa hivyo niseme ya kwamba nataka niwape namba kwa wale ambao, na kuna za minyoo, wale ambao wanataka minyoo, dawa za minyoo ziko hapa na ni pesa kidogo tu. Kuna wale ambao wana homa zile za kufungana, wale kufungana kwa ajili ya homa, bado ziko hapa. Kuna wale wa kupiga miswaki, badala ya kupiga na ile ya kemikali unatumia hii. Hii ni ya watoto. Unapopaka mtoto yako vizuri kwa mwili. Asante. Sasa mimi nimewaeleza kuhusu hizi madawa. Ni madawa ambayo mimi nimeona ni ya usawa. Alafu kile ambacho tunaomba, kama itawezekana, Mungu akitujalia, tutaweza kufungua Centarium ya ministry yetu. Tunaendelea kufanya mikakati, tunaenda kufungua Centarium kubwa. Tutaweka vitanda, tutatafuta barua, itakuwa ni genuine, ni halali kabisa. Na hatutaenda sana, tunaenda kuitoa hiyo video Sunday hii.
tunaenda kutoa video sade hii ya kuambia tutafungua sanitarium wapi, kuwe na matibabu ya uhakika. Watu ambao ni wagonjwa watakuwa wanakuja wanalala hapo, wanatibiwa kwa namna rahisi. Sio watu kuchukua pesa kupeleka kwa madawa wakati pesa za kuhubiri hakuna. Pesa za kuhubiri hakuna, na wewe unapeleka pesa kwa madawa ambaye yako pesa mingi, gharama kubwa. Sasa tukitatua hizi shida, ina maana ya kwamba pesa zitarudi katika mahubiri, kupelekea watu injili, mayatima na wajane, maskini watapata chakula. Sasa basi Mungu aweze kuwabariki. Kililio na mwanzo liko na mwisho wake. Mungu awabariki. Ulikuwa ni ujumbe huo niko nao kwa sasa. Tuonane wakati mwingine. Bye bye. Wale ambao wangetaka namba ya kutumiwa dawa, nataka niitaje hapa namba tena. Nataka nitaje namba ambaye utaweza kupiga uweze kupata dawa yenye unataka. 0707, niandike hapa alafu nitaiweka hapo. 0745, acha niweke plus kwa wale ambao wako nje ya Kenya. Kwa wale ambao mko nje ya Kenya nitaweka plus iko wapi sasa? +254 745 773 173. Ukipiga hiyo namba atakuelekeza mahali unataka dawa yako ikufikie, itatumwa. Kwa hivyo wale ambao mtahitaji mtaweza kupiga namba hiyo na mtaweza kupata dawa. Na ni dawa ambaye inakuwa kama chakula kwako. Si ati ya kwamba unanunua mara moja unasema sijapona, unarudia kama ulikuwa na magonjwa yako, unarudia mpaka unapona. Asante. Mungu awabariki na muwe na siku njema. Kwaheri, tuonane tena.